siku chache kabla ya ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu nchini Marekani, ambapo anatarajiwa kukutana na Rais Donald Trump. Lilian Mtono anaarifu zaidi. Israel imeidhinisha hatua zilizotangazwa kupitia taarifa ya pamoja ya waziri wa fedha Bezalel Smotrich pamoja na waziri wa ulinzi Israel Katz siku ya Jumapili. Mataifa ya Saudi Arabia, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Indonesia, Pakistan, Misri na Uturuki yamelaani vikali uamuzi huo haramu wa Israel pamoja na hatua zinazolenga kuharakisha majaribio ya kulinyakua eneo hilo kinyume cha sheria na hatimaye kuwafukuza watu wa Palestina, imesema taarifa ya Saudi Arabia. Hatua za Israel pia zinalenga kuzinyang'anya manispaa za Palestina mamlaka za utoaji wa vibali vya ujenzi wa makazi katika sehemu za miji ya Palestina, ikiwa ni pamoja na Hebron, na kuzihamishia Israel. Kulingana na Smotrich, hatua hiyo ilimaanisha kukita mizizi zaidi katika maeneo yote ya ardhi ya Israel na kulifuta kabisa wazo la taifa la Palestina. Ni uamuzi unaochukuliwa siku chache kabla waziri mkuu Benjamin Netanyahu hajazuru Marekani atakakokutana na Rais Donald Trump anayeunga mkono hatua ya taifa hilo ya kupinga uamuzi wa Israel wa kunyakua ukingo wa Magharibi. Ofisi ya rais wa Palestina iliyoko Ramallah, ambayo ina udhibiti mdogo kwenye baadhi ya maeneo ya ukingo wa Magharibi, pia ililaani uamuzi huo, ikisema ulilenga kuimarisha zaidi majaribio ya kunyakua ukingo wa Magharibi unaokaliwa, kama naibu waziri wa mambo ya nje Omar Awadallah anavyosema. Tunalaani na tunakataa maamuzi haya yote yanayokiuka sheria ya kimataifa. Israeli haina mamlaka juu ya eneo la Palestina. Kwa hivyo maamuzi haya yote ni batili. Na tutaiomba jumuiya ya kimataifa kukutana ili kuchukua maamuzi ya kukabiliana na majaribio hayo ya Israeli, kulazimisha utawala wake wa ujenzi wa makazi ya walowezi au kunyakua eneo lolote la Palestina inalolikalia.